ambaye ili utambue kabisa hadithi kwamba man yakun fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, yoyote ambaye yuko kwa ajili ya kutatua shida ya mwenzake, Allah atakuwa kwa ajili ya kutatua shida yake. Yani kama unataka kutatua shida ya mwenzako, tatizo la mwenzako, Allah atakutatulia wewe matatizo yako. Mtu mmoja anaingia hotelini, kila hoteli inapokuwa na watu wengi, anaingia na kula alafu anatoka bila kulipa. Watu katika hoteli wakawa wanamuona, kuna huyu jamaa kule akija anakula anaondoka alipi. Vipi? Siku moja wakasema, mmoja akasema tumwambie mwenye hoteli, bwana, kuna mtu pale anaingia, kila akija anakula alafu anaondoka zake. Tumuone kilipa siku zote mtu huyu. Inakuwa kwaje? Kaambia mwacheni siku ya kwanza. Siku ya pili akaenda mwingine, kaambia bwana, huyu mtu mbona anakula na anakula vyakula vya maana kweli kweli, halafu halipi. Inakuwa kwaje? Kaambia mwacheni tu. Huenda huyu mtu mimi namuona kila siku anakula, lakini akila na mwacha tunafumba macho, sio kwa simu namuona vile. Lakini mtu huyu huenda mimi ninatoa riziki kupitia yeye. Kivipi unatoa riziki kupitia yeye? Asema mtu huyu kila anaposikia njaa anaomba dua, ya Rabbi, naomba ile hoteli iwe na watu wengi ili nikifika pale asinione yule kwenye hoteli. Kweli pale watu wanakuja kufurika kwenye hoteli. Wanakuja watu wanakuwa wengi kweli kweli, naye anapata kupenya mle. Akishapenya anakuja na kula alafu anaondoka akidhani mimi simuone. Hali ya kuwa namuona. Akili yake yote nikiwa peke yangu nitaonekana. Lakini watu wakiwa wengi nitakuwa sionekane. Kwa hiyo Rabbi anaanza kuona njaa hapo, yeye amekaa nje siku zote. Kila anapokaa na njaa, anasema ya Rabbi, wajaze wapi ya Rabbi njaa, na mimi ile nikale. Kweli Allah Subhanahu wa ta'ala ajalia watu wanajaa kwenye hoteli, wakishaje kwenye hoteli anakwenda kule anakula alafu huyo anatoka zake. Kwa hiyo mtu akaambia mimi namuona vizuri mno yule mtu, lakini Allah Subhanahu wa ta'ala amejalia kila anapokuja yule mtu wateja wanakuwa hivi. Wanakuwa wengi kweli kweli. Akiondoka mtu tena kashamaliza kula, akishaondoka na wateja nao vile hamna tena. Kwa hiyo katika maisha yako yote tambua kabisa kwamba kuna watu ambao wewe kwa kuliko wasaidia kwako ni sehemu katika kupata riziki. Mimi nilionea mwenyewe katika maisha yangu. Siku moja katika mtu akaingia na kitambaa chake vizuri. Zamani kama sasa kidogo, unajua kuna zama ambazo watu wanakuwa Uislamu kweli. Kuna zama ambazo wanakuwa Uislamu kweli. Ndio kuna zama sasa hivi. Sasa hivi hata mawaidha ukisikiliza maana yake sio yale ambayo kwamba yanaingia ndani ya nyoyo. Ni mawaidha ambayo maana yake ni muhimu. Muhimu burudani fulani. Lakini si mawaidha ambayo yanaingia kwa ndani ya nyoyo. Wewe ndio msikiti mingi, ukifika ukae mpaka soma na kweli mawaidha yameingia ndani ya moyo mpaka machozi yakujike. Unaweza kutembea zaidi kusipata vichekesho na burudani. Basi ndio ile baki. Sasa zamani kuna takriban miaka 2000 na